kipimo cha ukomavu wa akili. Sikiliza nikwambie, Mithali anasema hivi, sura ya 24 mstari wa 3 anasema, nyumba hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu huthibitika. Sasa unasema mchungaji, unamaanisha ni unaposema ndoa ni kipimo cha ukomavu wa akili? Angalia maneno haya matano. Namba 1, ndoa hukufanya uwe na uwezo wa kufanya maamuzi. The ability to decision making, uwezo wa kufanya maamuzi. Na hapa ndipo ndoa nyingi sana zinaharibikia. Tatizo la muda mfupi unalipa maamuzi ya muda mrefu, na tatizo la muda mrefu unalipa maamuzi ya muda mfupi. Kwa hiyo kwenye ndoa, chunga sana unavyofanya maamuzi. Ngoja nikupe haka kakisa. Mzee mmoja kwenye makanisa yetu haya alikutana na mzee mwenzake, walikuwa kwenye kazi za kanisa. Yule mzee akamuuliza, wake zao walikuwa wanaleta chakula kule kwenye kazi za kanisa. Sikia vizuri. Sasa mke wake akachelewa kuleta chakula. Akamuuliza jirani, rafiki yangu, mbona we mke wako anakuheshimu sana, analeta chakula mapema? Yule mzee akamwambia, nyinyi mnajifanya Wakristo mno, piga mwanamke ndipo atakapokuheshimu. Yule mzee akatoka pale bila kuchanganya za kwake, akapiga mke wake mpaka akapasua mfuko wa uzazi. Sasa amekamatwa, wakamweka loka hapo mahabusu miezi michache ili kesi funguliwe. Anaporudi kanisani, wamekaa kumuondoa ushirika. Ndipo anawaambia, kabla mjanifuta ushirika, mfuteni na mzee fulani, ndiye aliyeniambia na yeye huwa anapiga mke wake. Mzee akasema, sikiliza, mke wangu naye ni mtu mzima, muulizeni kama nimewahi hata kumfinya. Mama anasema, wala huyu baba watu hana shida. Ndoa nyingi zinavunjwa kwa kukoswa akili. Ukiona watu wameshikana mikono wanakuja kanisani, unasema, oh dadi, na mimi natamani tushikane mikono. Unajua type ya mume uliye naye? Umeona? Tena ngoja, katikati ya juma hili nitazungumzia habari za runinga. Watu wanaangalia kwenye runinga, watu wanakula kuku kwa uma na visu, wanabebana mgongoni, halafu anasema, aha, sasa sikiliza, na mimi baba fulani naomba nibebe. Mkuri ya kubebe. Wakuria ni watani wangu. Hata kubebwa.